kutakasa. Fulani anatakaswa. Kikatemeka ukimwona shika. Huyo mzee nikampigia simu nikamwambia maisha yako sasa iko hatarini. Aliniambia listen and listen me carefully. Don't call this number again. Nyinyi ni watu wabaya sana. Kai. Hakuna mtu righteous dunia hii. Nobody. That is why God alituambia every day you seek forgiveness. Every hour, every second we are seeking forgiveness. Maana kama mdomo yako haikutenda, masikio yako ilitenda. Kama masikio yako haikutenda, macho yako ilitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama masikio yako haikufanya, moyo wako ulitenda. So all of us we have a problem. Hakuna mtu ambaye hahitaji msaada wa mbinguni. Hakuna, hata bishop yako. Najua mko na mabishop na mapasta. They are all sinners. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu alikufa kwenye msalaba kwa sababu ya nani? Ya the sins, not because of you. Because of the sin that we commit every day. We are all sinners. Don't look at yourself ulione kama you don't deserve to live in this world. We all deserve. This world belongs to every one of us. You the sinner and you what? The righteous. Alafu utuambie wewe the righteous ulipimwa na grade gani? Uliwekelewa kwa rati gani ndio tujue wewe ni msafi? Maana wewe ni judge sasa, wewe ni judge, si agineta wewe ni judge. Sasa ulipima na nini? Ulikuwa judge, nani alikuwa appoint ndio ujue huyu ni mwenye dhambi na wewe na huyu si mwenye dhambi? Ni nini? Kwa maana Biblia inasema do not judge. Hallelujah. Kwa hivyo ukijudge, ukijua ule huyu hajaokoka, si nimejudge. Have I not sinned? I have sinned. What is the speciality? What is the grade of sin? Grade ya sin mzuri ni gani? Sin mzuri na mbaya? Dhambi ni dhambi. Wewe ambaye ni msharati, wewe ambaye ni muuaji na aliye judge ni kitu moja. Hebu muulize Mungu zako, umewahi kujudge? Muulize tu hapo. Ongea na wewe, muangalie tu, acha kuniangalia. Umewahi kujudge? Umewahi kusema mapasta wa siku hizi ni wakora? Muulize. Umewahi kusema mapasta wa siku hizi ni wakora? Kwa hivyo wewe na muuaji ni kitu gani? Wewe na msharati ni kitu gani? Kwa hivyo sisi wote tumetenda dhambi. Tuokoke tukae venye Mungu anataka, si ndio? There is nobody special. Ati kemodoke uneke moishi alikuibia. Yes, ni mwizi. Nini yako ameiba? Mliiba na yeye ndio ujue ni mwizi. Ati hiyo mama ni mchawi, mlichawi na yeye ndio ujue. Unajua tukifanya kama tumefanya, wewe tuseme wewe ni msherati, ni kumaanisha kuna kitu tulifanya na nani? Lakini ninawezaje kusema wewe ni msherati na hatujafanya usherati na wewe? I have no role. You can only judge ile kitu mmefanya na mtu. Hiyo ndio unaenda ukiwa na evidence. Unasema mimi ni ule mama ni msherati. Oh, ahau tulikuwa na yeye jana. Kwa hivyo unampoint. Angalia. Una point huyu mama. Ina hizi vidole? So whatever time you point at a person, look at the three fingers pointing at you. You are times 3 of that person. Ukisema yule mama hajaokoka, angalia mara 3 ni nini? Nini? Mara ngapi? 3. So wacha kubabaishwa na mtu kukuambia ati wewe si mtu mzuri. Ati ile sura yako ni kukuangalia unakaa kama mwizi, unakaa kama jagiri, unakaa kama muuaji. Mwambie yes, mimi ni muuaji wa shetani. Mimi kazi yangu nimetumwa dunia hii kumaliza nani? Ni venye sina nguvu ya kumaliza, Mungu ndio atamaliza yetu peke yake. Lakini kwa sasa wachana na mimi, nitebe. Ndio tunaitishaga ufalme wa mbinguni. Tunaitanga nini? Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lifanya nini? Ufalme wako ufanya nini? Ukuje wapi? Kufanyike hapa duniani venye huko kunafanyikaga. Nani ameenda huko akajua venye kunafanyika? So, tunasema thy will be done. The will of God be done. Yeye mwenyewe ndiye anajua. Yeye ndiye mwenyewe ndiye anajua leo utakuwa hapa. Yeye ndiye peke yake ndiye alikuwa anajua utakuwa hapa. Wewe uko unajua? Jana na juzi ulikuwa unajua utakuja hapa? Hapana. Jana na juzi ulikuwa unajua kuna nyumba kama hii? Si umeletwa na basi? Ukaanza kuuliza ni wapi hapa tumepelekwa? Ni mwanasiasa gani tunaenda kukutana na yeye? Haleluya. Ni mwanasiasa gani mnaenda kukutana na yeye? Analipa pesa gapi? Nyinyi ni watu wa maana. Wacha niwaambie kitu kimoja. Hakuna mtu
mwenye hana kahistoria kake. Na kama hauna historia mami, ni kumaanisha you're a robot. Na kama hata wewe ni robot, hiyo robot ilitengenezwa. Haleluya. Kwa hivyo iko na nini? Na kahistoria. Kila mtu ako ni mnyonge kivyake. All of us tuko na unyonge yetu. Ndio unaona kitu ya kwanza kuambia tuende mkutano mahali fulani, unauliza nini? Tunaenda kwa nani? Kufanya nini? Tutapata nini? Haleluya. Kama huyu mama aliuliza maswali mingi sana asubuhi. Huyu amesumbua watu. Ni ukweli ama si ukweli? Baka karibu uachwe. Kwa sababu anataka kujua ni nini hii tunaitiwa. Because man is anxious. And the Bible says, do not be anxious over anything and everything, but be anxious of the word of the Lord. Tutafute Mungu anapopatikana, kwa sababu Mungu ndio mkate wa nani? Wa uzima. Sante muko nyote kanisani. Mujaruo na Mkikuyu wako kanisani, unahubiriwa na Mluya. Maana mnaingia kasini kama kawaida kuita wachana Waluya ni wajinga. Wakikuyu wanaweza hiyo ni Jaruo. Wakamba wanaita Keune Kemondo. Munang'ang'ana baka Saturday. Kemondo kinakuwa pale ndio kinakuhubiria. Jaruo ndio iko hapa na sadaka. Jaruo ingine ndio asha. Mluya ndio pale ndio pasta. Yaani unashindwa. Hii dunia tunaishi maisha gani? Alafu tunasema tunaenda mbinguni. Twende Sayuni, twende Sayuni. Waluya na wanakuja. Hihi. Roho anaingia. Lakini made unatafuta ile roho inapotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa kubadilisha. Mwambie mwenzako ni wakati wa kubadilisha. Hatuwezi kuishi the same place we lived. Hatuwezi kufanya maisha venye maisha yalifanyika, venye wazazi wetu walifanya na venye tulifanya, na ndivyo watoto wetu watafanya. We need to change. Unakuta mtu ni mchungaji kutoka Saturday ndio anaokoka, ndio anaomba kwa sababu ya ibada ya kesho. Si wachungaji akindeta tunaomba sana Friday Saturday, ndio unatengeneza hata kasimu kakikujo naambia mshirika, ngoja kidogo natengeneza ibada ya kesho. Ndio unatoa Bible nini? Vumbi venye aliuacha. Lakini mande kwenda ngine alikuwa Mkenya tu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua mnataka sana kujua ni kwa nini mlikuja hapa. Si ndio? Kitu ya kwanza mmekuja hapa kwa sababu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kwa sababu mimi ni mhubiri. Na kuna wakati nilikuwaga, akileta unajua nilikuwaga mwanasiasa. Na wakati niliachana na siasa nilirudi kujua kumbe kuna dunia nyingine mzuri. Na ukatagulisha hiyo dunia mzuri, siasa inakuja namba 2, hata hakuna siku utakuwa na stress. Kwa sababu umevote mara ngapi, Gineta? More than 20. Have you ever seen a change? Have you ever? Mimi nilivotia Kibaki, nikavotia Moi, nikavotia nani? Uhuru, nikavotia Ruto, lakini bado mimi nalia uga. Lakini bado natembea mguu. Lakini bado naenda kuomba basari, mtoto wangu apate basari. Na niliwavotia ndio maisha yangu ibadilike. Maisha haijabadilika. Nimerudi kaunda, nikakaa chini, nikajiuliza maswali, nikaona kuna tatizo katika maisha yangu. There is a problem. Why is this change not coming? Hallelujah. Hata nilikuwa kama ule mrasta. Nilikuwaga kama yeye, nilikuwa na nywele. Lakini sasa ubaya uzee ukaigia, nywele kaanza kungoka moja moja. Sasa hiyo nikajikuta sina siku nyoa, nimenyoa imengoka moja moja.
imezeeka, ilikaa sana ikaanguka. Ilianza ikabadilika ikaanza. Unaona ya huyu ni black. Kuna wakati itaanza kukua brown. Ikizeeka inaanza kuanguka. Haugusaki. Asubuhi ukiamuka kwa kitanda unakuta kama 5 zimelala kwa kitanda. Unasikia kulia na imekaa kwa kichwa ikinyonya damu yako miaka 5. Na kungoka imeng'oka bila kukuambia. Sasa nikaona we need change. Mwambie mwenzako we need change. We need to be different for things to work differently. Chapati ikiiva mahali moja lazima uigeuze. Na ukiona moto imewaka sana, unatoa ndio isifanye nini? Isichomeke vibaya. Na hiyo ndio lazima tu adjust. Tusiendelee kukaa ile maisha tulikaa zamani. Tusiendelee kufanya venye tulifanyaga. Formula imekataa. Kama formula imekataa, tafuta formula nyingine. Na ndio nimewaita hapa tukuje hapa. Ndio tusemesane. Biblia inasema John, tuulizane maswali. Nikuulize wewe sasa, wewe ni Mluya? Wewe ni Mjaluo? Sasa ujaluo yako imekufikisha wapi? Wewe ni Mluya? Wewe ni Mkisii? Nikuulize ukisii yako imekufikisha wapi? Wewe ni Mkisii na wewe ni Mjaluo na mimi ni Mkikuyu. Koroga uweke kwa kikapu moja, toa kitu kimoja. Inaitwa mtu wa Mungu. Hiyo ujinga ingine ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni nini? Hiyo ni ujinga mtupu haki. Hiyo ni ujinga. Wakatuita kama vijana, muhakikishe tugetekelie Jaluo hiyo. Sikubalize hiyo Jaluo. Ifanye mkutano. Sisi vijana barubaru tukaenda tukasimamisha kitu hapo Kamkoji. Sasa kwa bahati mbaya kwenda kuchukua malipo, nikapigiwa simu. Niende pale Serena nikachukua malipo. Kitu ya kuchakasa, nilikuta ile Jaluo niliambiwa isifanye mkutano. Na yule aliniambia tukataza hii Jaluo, wako pale wakikula pamoja. Wako pale wakikula pamoja. Wakati nilisema nimefika, huyu akakimbia haraka. Mimi nilimjaja. Alinipatia pesa nikaweka kwa mfuko, lakini nikajificha, nikavaa kikofia. Najua kule Serena kuna watu wengi. Nikaenda nikakaa nyuma ya ile meza walikuwa nimekaa, kwa sababu walikuwa wamefunikwa na kitu kingine. Nikakaa huko. Nikasikia, umeona? Nilikwambia kuna mshikutano leo. Umeamini mimi ni ndume? Na sasa hiyo kuna kichana ninapigiwa simu yako Kayole. Ati tumeitishwa pesa shilingi 10,000 ya kuweka stitch. Mwingine nasikia unapigwa simu, tuma 5,000 kuna mtu afugwe plasta. Mwingine tuma 2,000 mtu apatie dawa ya adugwe shindano ya pain. Sasa unajiuliza, hii pesa umepatiwa tena imebebwa na nani? Na madaktari. Na wale walifanya mpigane wanakula nyama pale. Wanauliza, umeona mimi ni dume? Hiyo ndio Ujaluo, hiyo ndio Ujaluo. Na hiyo ndio Ukikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nini? Ukisii. Unakuja haki watonyari haki. Ati mimi ni wa nani? Ni wa fulani. Nani? Ruto alituambia ugani 100 days, uga 100. Na saa hii alisema itachukua muda wa mwaka moja ndio tupage maneno. Nani mjinga? Ati ni hasira. Nani mjinga? Mjinga. Wao sasa hizi wanafanya nani anafanyia kampeni Raila sasa hii? Apata kiti ya EU. Nani anafanyia Raila kampeni? Ruto. Ile shetani tulikuwa tunapigana nayo. Ule alituambia hii ni shetani, sasa wako na shetani wakifanya kampeni pamoja. Bwana asifiwe sana. Uhuru ndiye alikuwa ametuambia Raila ni kimuguru ni mwenda wa simu. Kukakaa kidogo, yule mwenda wa simu ndio Uhuru anatuambia tuchague. Sasa nani mjinga? Na sasa unangojea miaka ingine 5 ufanya nini? Ujinga ule. Tafuteni Mungu. Tafuteni Mungu. Tafuteni Mungu. Waacheni tushikane pamoja. Tutafute Mungu, tupuguse ujinga. Lazima tuseme no. Tulitakanywa na wheelbarrow. Ruto hakuna wheelbarrow mingi, alikuwa na wheelbarrow moja aliwekelea juu ya lori.
ikapelekwa Kamukuji, ikapatiwa watu wa Kamukuji, ikarudishwa juu ya lori, mkaambia mtaletewa. Ikapelekwa kule Busia, ikaekelewa juu ya Busia, watu wa Busia wakaambia mtaletewa. Ikapelekwa Murang'a, ikaonyeshwa watu wa Murang'a wakaambia wataletewa. Ikapelekwa Bugoma, ikaletwa hivi. Hiyo wheelbarrow moja ndio mlipigia kura moja tu. Sasa nani mjinga? Mimi nasema mimi naenda kufanya Afrika. Kana sana mpira. Wewe ndio shinga. Mbona ndio unacheza? Nenda. Ukapaka bustani. Mtetezi wa watu, mtetezi wa masikini. Saizi anatetewa na ile mtu mbaya. Mtetezi, sasa uko peke yako maskini, unakula njaa. Unakula njaa ndio unaambia twende mkutano, unauliza kuna kitu tutapata? Maana mtetezi alikuacha. Anangojea tena miaka ingine 5. Mvira. Na huyu mwingine ataleta wheelbarrow, ataleta baiskeli. Asema hii ni Acc No kisu ya mama boga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukibilie Mungu. Mimi nilikuwa criminal. Mimi nimeenda jela mara 52. Na mara hiyo mingi nimeenda kwa sababu ya hawa wanasiasa. Lakini wakati nilienda jela, waliniwacha. Na wakasema hatuwezi kutembea na mkora. Wakasema wengine nilisikia mwingine, na niye pesa yake ndiye alinitumia niende nifanye mambo baya. Alisema you are unworthy to be around me. Tabia zako si mzuri, utaniharibia jina. Ya credibility yako si mzuri. Na ni pesa yake akanituma niende Nakuru nikafanye nikafuruge mkutano. Lakini sasa wakati redio zote zikatakasa, fulani anatakaswa. Kika temeka ukimwona shika. Huyo mzee nikampigia simu nikamwambia maisha yangu sasa iko hatarini. Aliniambia listen and listen me carefully. Don't call this number again. Nyinyi ni watu wabaya sana. Kai. Na jana yake tulikuwa Lemuru kwa mkahawa. Akiniambia Kenya hii hakujapatikana mwanaume kama wewe. Wewe tu ndio unaweza kuleta change Kenya hii. Wewe tu ndio. Na akarudi hapa akavuruta pesa na kibahasha shika. Wakati nilitakaswa Kenya mzima, minister wa security akatakasa nikamatwe. Mapolisi wakatakasa nikamatwe. Nilimpigia simu akaniambia usirudi kupiga simu yako. Umesikia? Na haunijui. Umesikia? Na ikakuwa ni hivyo. Lakini wakati nilienda kotini nilisema sitakufa peke yangu. Mimi nikasema sitakufa nini? Nikaenda nikasema judge, kabla haujanihukumia, kwa sababu najua leo unanihukumu. Na najua nitanifuga tu kwa sababu nikiangalia sura yako unakaa kufuga. Akaniuliza nataka kusema nini? Mimi nikamuuliza ndio, mimi nilifanya. Nilipiga watu. Na kufanya hivyo nilikuwa natimisha order ya mtu. Na huyo mtu simuoni hapa. Sasa kwa sababu unaenda kunifuga, utanifuga na kifugo gani? Maana aliyenituma hayuko hapa. Sababu mimi sikujituma. Aliyenituma hayuko hapa. Na kama tungekuwa na yeye, ingekuwa mzuri. Ndio kama utanifuga miaka 10, mfuge 5 na mimi 5. Jaji alianguka na kicheko. Akaniuliza sasa niambie ni nani alikutuma? Nikatoa list. Nikasema list ndio hii. Nikienda kusoma nikaona mtu mwingine akaenda kwa magistrate akamwambia walisema hivi, nikaona tu mdomo. Nikaona magistrate akasema ngojeni kidogo tu adjourn kesi tunakuja. Mimi haraka nikarudishwa, haraka kiroli kimariamu kikakuja, haraka nikapelekwa kamiti. Judgment haikufanyika. Kumbe watu walikuwa wapi? Ndio waliambia magistrate jaribu kusoma hiyo karatasi umepatiwa. Na lakini sasa wakagundua hata wakili wangu walikuwa na karatasi gani? Amos wako akapigiwa simu akasema nenda uweke kitu inaitwa null prosequi, wachiana na huyo mtu.
Haleluya. Kwa sababu nimewalete kwenye mtego, nao wakasema sasa ajilieni yeye asituanike, maana wao ni wa kutumia mtu. The only person who cannot use you is God. The only person who can bless you is God. With Jesus, since I got saved, sijaingia kwenye mitego ya shetani. Sijatumika kwa shetani tena. Sijatukana mtu. Sijalala njaa. Huyu Mungu amenipatia chakula kila siku. Nimetoka nyumbani kama nimeshiba. Nimekuja nikikuja kutangaza neno la Bwana, maana ni yeye peke yake ako na uwezo wa kubadilisha. Ni yeye peke yake ako na uwezo wa kukupatia chakula. Ni wewe peke yake ako na uwezo wa kukuinua kutoka level hii mpaka level hii. Tangu niokoke sijarudi jela tena. Tangu niokoke hata flying squad ama traffic officer hajanisimamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tangu niokoke wanasiasa wote wanasemanga nilifanyika mjinga. Wanasemanga mimi ni mjinga. Wachana na huyu aliisha. Yes, nakwambia niliisha kwenye ulimwengu wa shetani, nikajengeka kwenye ulimwengu wa mbinguni. Haleluya. Mwambie mwenzako lazima uishe kwenye ulimwengu wa shetani, ujengeke kwenye ulimwengu wa mbinguni. Halo. Nakutananga na baba. Sasa nimekuja hapa. Nimepitia hapo nikamu hapa Serena. Nikamwambia baba, how are you? Akaniuliza Bishop, alimeniita Bishop. Bado na ubiri. Nikamwambia nataka ukuje. Sasa mzee, sasa umekuwa mzee. Ukuje tutagase neno la Bwana. Ati nasema nimekuwa mzee. Mzee ni kinyata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ile ni dunia nyingine. Na hii ni dunia nyingine. Hii ni dunia ya kwenda mbinguni. Hiyo ni dunia ya kubaki hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu wetu atatubadilishia maisha haya. Kama ni mimi sasa naendesha kagari kangu sina shida. Kama ni mimi naenda nafungua kanyumba kangu sina shida. Kama ni mimi naingia kwa hoteli na kula chakula kangu sina shida. Ni kumaanisha kuna Mungu anajua kubadilisha. Huyu Mungu anajua, hajui umaskini. Mimi si kutoka kwenye familia tajiri. Mimi niliishi Mukuru kwa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliishi Dandora. Mimi ndio nilianzisha Dandora dumping site. Unajua Dandora dumping site? Pale takataka inamwagwa. Sisi tukiwa na machokora wengine 12, sisi ndio tulianzisha. Nilikuwa na kigunia na guluu. Wakati huo dumping site ilikuanga Githurai. Unajua Githurai roundabout ile ya 45? Hapo kwa kanisa ya Catholic, hapo chini. Hiyo ilikuwa hapo kumejengwa majumba mzuri. Hiyo ndio ilikuwa dumping, ikajaa. Tukiwa huko tukatembea mpaka Dandora kwa sababu tulikuwa tunatembea na huko. Nikaambia watu kuna shimu najua iko Dandora. Tukaenda tukafika huko. Tukaenda tukaambia magari yote ikuje wapi? Ikuje Dandora. Tukaanza kulipisha kila gari shilingi 100. Na unakaa na panga. Akose kulipa. Umshughulikie. Tajiri anakuja na kitumbo yake anasema wewe chokolai. Unamwekelea kipanda kemanda pa. Anasema oi kaini ajoraga. Sasa hiyo niko na nini? Niko na guru. Mimi si kutoka kwa familia mzuri. Tukiwa Dandora nilikuwa nakula guru. Nilikuwa mwizi wa pickpocket, nakuja ninaiba. Unaona huyu unaniona tu nikikuja, lakini macho imepotea, sioni ile kitu naona ni. Nachukua, napigwa. Kwa kila mtu ananiona nikiiba. Kwa maana nini? Shetani amenichukua. Amenipeleka kuzimu and preparing me to die. The life ambao tunaishi, we are prepared by the devil to go and die. Kutoka hapo ndio tulikutana na wale walikuwa naitangwa Rasta na Madhari. Mnawakumbuka? Na Wanogo. Mimi ndio nilikuwa nawawekeaga buduki huko dumping site. Wakikuja wakifanya kazi wananiletea na ficha huko. Wananiachia tu pesa kidogo. Lakini kumbuka niko na gunia na niko na guru. Kumbe Mungu hakuna nyumba hajui. Na hakuna mtu hajui. Wewe ndio hujijui. Wewe ndio umedanganywa hujielewi.
Mungu anakujua. Anakujua hivyo ulivyo. One day you will drive a car. It doesn't matter what kind of a person you are. One day you will become a member of parliament. One day you will become a businessman. One day you will become rich. One day you will succeed. Siku moja utafaulu. Siku moja utaendesha gari yako. Mimi nikikuwa chokora, I never imagined I will ever live a good life. Sikukuwa na nyumba. Nyumba yangu ilikuwa huko dumping site. Huko tu. Nyumba ya karatasi. Huko. Saizi mimi naishi kule kwa watu wakubwa. Na biaga hawa wakivuruta hewa, tunavurutaga hewa the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile tege inaamukaga asubuhi, ikianguka kwa mabati yangu, wakiifukuza inakujaga kwa mabati yangu. Ikitoka kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubo yao ikibweka inakujaga, naonanga kwa fezi yangu imekuja, kinabweka huko. Kinakula chakula yako, kinarudi kinakula chakula yao. Bwana Yesu asifiwe sana. There is no life that is not alive. Hakuna haukutengenezwa ukufe. Haukutengenezwa uangamie. You are a rich person. Maana the Bible in the book of Genesis 1 verse number 26, the Bible says what? And God decided to make a man in his own image. In the likeness of God, man and woman was created. Hiyo kitu inanijazaga. In the likeness of God, man, hiki kimama amuka, na hiki kibaba kuja haraka. Hiki kimama unaona hapa, na hiki kibaba unaona hapa. In the likeness of God, man and a woman were created. Bwana Yesu asifiwe sana. So who is this? The image of God. Who is this? Who is this? Then why, kwa nini nikuchezee? Nacheza na Mungu. Nachezaga na Mungu. Ukiona hii marasta hivi hivyo ndivyo Mungu amekaa. Kai, ile kitu baya unafanya ni hii kitu unavuta kubwa. Hiyo sasa ndio inaharibu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mungu akarudi akamwambia nini? I have given you dominion over the birds of the air, of the fish of the sea, and over every plant of the land. He has given you what? Dominion. Bwana Yesu asifiwe sana. He has given you dominion over what? Over what? The fish of the sea, and the bird of the air, and every plant that bears fruits. Hallelujah. So why are you poor? Uliza mwenzako. Why are you poor? Mbona unaenda kutegemea mtu akupatie unga? You got the dominion. The Bible says, first, you are the image of God. Number 2, umepatiwa kila mmea, umepatiwa kila aina ya ndege, umepatiwa kila aina ya mnyama, na kila aina ya mtu, zote zikuwe chakula chako na ujinufaishe. Hallelujah. Why are you poor? Muulize huyu. Why are you poor? Mbona unategemea mimi nikupatie chakula? Na umetengenezwa kwa sura ya Mungu, kumaanisha Mungu ndiye aliumba. Sema Mungu ndiye aliumba. Akasema kuwe jua na kukakua. Akasema kuwe mvua na kukakua. Akasema kuwe na milima na kukakua. Na wewe ni mfano. Wewe ni Mungu. Mbona hauna uwezo wa kuumba? What is the ni nini? Kulikatikia wapi? Why are you not able to reciprocate God? Why are you not be able to do what God did? And verse number 27, akasema namna gani? And God saw it good. Yani akatengeneza kitu, akaona ni kizuri. Mwambie mtu mimi ni mzuri. He created me and he is happy. Ya mwisho akasema and he blessed them. Yani sijui nyinyi ni watu wa wapi. And he blessed them. I am blessed.
Mwambie mwenzako, mimi nimebarikiwa. Mimi si mtu wa kuombaomba, mimi si mtu wa kutumiwa, mimi si mtu wa kurukaruka hapa. I am a blessed. I walk like God, I live like God, I am God, I am whatever I am because of my Father. You don't need to cry. You don't need to cry. You have the mandate of this world. You have the manifesto of this world. Alafu akamalizia akawaambia namna gani? Subdue the earth. Hii dunia ikae chini yako. Subdue ni weke dunia ikue chini yako, uitawale. Huyo ni Mungu. Kwani mnaitaka kanisa gani? Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, lazima tubadilike. We must change, we must look for our God. Yule Mungu ambaye ninafanana na yeye. Yule Mungu alisema kuwe na mbingu na kuwe na dunia. Yule Mungu alisema kuwe na ng'ombe na kukakua. Yule Mungu alisema nikuwe tajiri nikakua. Yule Mungu ambaye tunafanana na yeye lazima nimfuate. Maana huyo Mungu si masikini. You are looking like a God who is not poor, but you are poor. Mami, unafanana na Mungu ambaye hajakufa, si masikini, lakini wewe ni masikini. Jiulize ni how sasa aje sasa, muulize aje sasa. Uliza mwenzako tu vizuri, aje sasa. Ninafanana na kitu akifanani na mimi. Hiki kitu kinafanya mambo mzuri, mimi siwezi kufanya, na ninafanana nayo, aje sasa. My Father is the owner of silver and gold. Sasa nikuulize, mtoto ya Ruto kale kanaita kwa Sharini ama kale kingine kanaita kwa nani? Joseph na huyo mwingine. Saizi wakiamuka, asubuhi waliamuka tu hivi kutoka nje, walikuta askari wawili hapo. Na wakakuta gari ya serikali hapo. Akisema mimi sitaki kufuatafuatwa. Akienda hivi anaona gari nyingine hapa na nyingine hapa. Akienda kwa supermarket, kuingia kwa supermarket anaona maaskari wamesimama hapa. By the virtue of being a child of the president. Si ati ni haki yake, kwa sababu baba ni rais. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto ya Ruto anaenjoy akiingia Intercontinental, unakuta mahali itategwa kwa sababu yake, not because of him, but because he belongs to a father who is a president. Now your father, hoko tayara masende debosha, your father, mwambie huyu, mwangalie tu kwa macho, mwangalie mwenzako kwa macho, mwambie your father, mpointi tu hivi, your father is the owner of silver and the gold. Mwambie shame on you. Yani baba yako ndio mwenye silver na ndio mwenye gold, lakini hauna hata chakula. Hataka hakuna kitu hapa. You are just a poor, and your father is the owner of silver and the gold. Mwambie mwenzako shame on you. Kama mtoto wa Ruto anachungwa na pesa yako, anaendeshwa na pesa yako, hadi analala ni pesa yako, kwa sababu baba yake ni president. And your father, heavenly father, the owner of everything, but you have no access. What kind of a father are you related to? Are you a child of that man? Wewe ni mtoto wa huyo Mungu kweli? Mlikosania wapi? Kama watoto wa Ruto hata akosane na Ruto baba yake, Shari hata wakosane, serikali iko hapo inamchuga. Hata wakosane, serikali ya mbinguni mbona imeshindwa kukulinda? Kwa nini serikali ya mbinguni haikuchungi? Ni nini hii ulifanya mpaka ukapelekwa kamiti ya mbinguni? Madhare kule chini, zile nyumba za matope, si mnaziona? Nikarudi, nilienda pale kuishi pale Lindi pale Kibera, kule nyumba za matope bado. Hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Na kule mkuru kwa Ruben, kule ile Ruben ya kwanza ile ya zamani pale inaitwa Gatoto. Hapo ndio niliishi pia hapo. Alafu bado nilikuwa naishi pale Jiro, zile nyumba za matope. Lakini kuna siku nilikuwa naenda nyumbani, nimevaa kikofia kikodi papa na jini ya Safco na kiatu na hizo zote ni za kuiba. Alafu nabeba bagi, ninaenda nyumbani, naambia watu ninatoka Nairobi. Na watu wa nyumbani hata hawaishi nyumba za matope, wanaishi nyumba za bao. Kai,
Paka nikajiuliza, hiyo ni Nairobi ninaishi ama ni kuabiliwa ninaabiliwa ninaishi Nairobi? Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Yesaya bakwe. Na Kiluya tunasemaje? Kijaluo? Mwami itombwe. Yesu? Obaki Yesu. Ebu jiulize, what is this life we are subjected to? Is it our right? We have the right of the heavens. Mbona mbingu yetu imekataa kufunguka? Mbingu imefunguka. Maana yule mtu ako Runda. Yule mzee ako Runda. Alitoka Nyeri Udhaya. Ama alitoka Nyaligunga. Ama alitoka Bondo. Alitoka wapi? Kisii, Nyamira, Ikonge. Alitoka wapi? Alitoka Bungoma. Webuye huko. Na wewe ulitoka Webuye. Na yeye alitoka Webuye. Lakini akafanya maamuzi. Yeye akaenda Runda, wewe ukaenda Mukuru kwa Ruben. You came from the same village. Nobody was dropped from heaven. We all came. Wale watu wako Muthaiga walitoka Geshagi. Na wewe ulitoka Geshagi. And you mko na kitambulisho moja. Imeandikwa Republic of Kenya. Kuliendaje mkagawanya? Wewe kaenda barabara ya Mukuru, yeye akaenda barabara ya Runda. Hallelujah. Jiulize tu, nikuuliza na tu. I'm not accusing you. Nikuuliza na wacha kujihurumia. Huyu mama amejihurumia. Amejiuliza maswali. Paka huyu ameamua kulala. Amesema sitaki kusikia hii. Bana sitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niligiginyana. Nilikuwa chokora, lakini nilikontrol magari yote ya kutupa takataka. Akili yangu ilikuwa bado inatafuta nikiwa chokora. Kutoka hapo nilienda mimi hizi vidole zangu. Hebu ziangalie. These are golden fingers. Sema golden finger. Nipatie kipochi yako nitakuchomolea ngiri, niache 50 hapo. Hii pale OTC imechomoa, inachomoa ile noti kamili. Kafevita kako na kuachia ndio usikose fare. Kwa sababu nilikuwa nimekataa na nikasema mimi sitaishi kwenye ulimwengu wa umasikini. Haijalishi nitafanya namna gani, lakini I'm not telling you go do that. Utapigwa risasi. Hapa OTC wa mama wamelia hapa. Golden finger. Na unaenda kuulizia, hautajulia hapo. Utaenda kuulizia. Watu mnasemanga ni uchawi. Hakuna uchawi. Hakuna, ni kujituma. Hakuna, ni kujituma. Unachomoa unaacha 100 na 200, unachomoa giri ama 500. Na hata sikia. Kasimu kako natoa, na katoa kazuri. Nikipata nikababe narudisha, natoa ile mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikataa. Sema nilikataa. Nilikataa kuitwa maskini. Nilikuwa maskini, lakini nilikataa. Nikasema afadhali ni wapole nisiitwe maskini. Usijaribu hiyo njia. Imenipeleka jela mara 52. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijaribu, hiyo ni ya shetani. There is a way of God. Because God is the light. God is the direction. God is the power. Seek ye the kingdom of heaven and its righteousness, and everything will be added unto you. Hallelujah. Seek, tafuta ufalme wa mbinguni na utakatifu wake, na vitu vingine vyote vitaongezewa. Only to seek the kingdom. When you seek the kingdom is the owner. Hallelujah. I don't know whether you're getting me. When you seek the kingdom, na utakatifu wa the kingdom ndio dunia hii. The king is God. He's the owner of what you are looking for. He's the owner of the money. He's the owner of that good land you are looking for. He's the owner of really. He's the president of this world. So when you seek that kingdom, sema seek that kingdom. When you seek that kingdom and the holiness of that kingdom, the rest, sema the rest. Other is not given a number.
Hiyo pesa unatafuta na nguvu is not given a number, is not even recognized. Anasema the rest. Hivyo vitakataka vingine vyote. Kwa sababu serikali ya mbinguni imeteremuka. Unapotafuta serikali ya mbinguni inakujanga. Ruto kajama kengine kalikufa hapa Eldoret, simuli kaona. Akakamukimbiaje. Kalikufa juzi. Sasa hivi kumejengwa ama kujengwa nyumba? Kama ni wewe hiyo nyumba utajenga miaka ngapi? Kwa sababu ni serikali ya Kenya imeteremuka. Haleluya. Serikali ya Kenya imefanya nini? Imeteremuka. Nyumba imejengwa na siku 7 kwa nyumba, na yeye alale kwa nyumba mpya. Wawili watalala kwa nyumba mpya. Wote wawili, kila mtu atalala kwa nyumba mpya. Kwa sababu serikali imefanya nini? Imeshuka. President atakuwa huko. Kwa maana serikali imefanya nini? Barabara za huko jana zilitengenezwa zikatandazwa, zikamagwa maji. Halo, kukawekwa tent ya serikali kubwa, watu wakuja wakae. Kwa sababu serikali imefanya nini? Unapotafuta serikali na upate mkono wa serikali kwenye maisha yako, serikali hiyo inateremukanga na inateremuka na kila kitu. Inateremuka na mamlaka, inateremuka na masoja, inateremuka na pesa, inateremuka na manyumba, inateremuka na uwezo, na mamlaka ya mbingu inateremuka. Hivyo tu ndio. That is the only formula. Mwambie mwingine tatigia limu, mwambie tu na Kikuyu. Tatigia limu. Na shida hapa ukisweti hapa ati mchungaji penye unaniona hivi kwa kuja kuliwa kwa nini? Na wewe uko mfano ya Mungu. Na Mungu alisema kukue matunda ikukakua. Mbona umekosa uwezo wa kusema kukue matunda ikue? What is the problem? Mwambie mwenzako lazima tubadilike. Haleluya. Wacha maneno mingi ya urokore mingi, urokore mwokovu mwingi. Hiyo uokovu wacha, hiyo ni ujinga. Tafuta kujizi mtaishi hapa duniani kwanza na Mungu. Tafuta mahusiano yako na Mungu. Wacha kuokoka ni kama unalalaga bikuni, unakuja hapa asubuhi. Mpaka kuburithi unaanza kuburithi kiokoko. Ati umesikia mapepo. Na wewe mwenyewe ndio lipepo lile likubwa. Sasa ati nasikia yeye yako na mapepo. Na umelala akizunguka usiku. Akikoka, unajua? Akikoka hiyo chai anakonga. Mlaka usiku. Lakini mchana ako na Biblia. Yeye ndiye anajua mapepo yanakaa namna gani. Sasa after kuona mapepo yote anashindwa kuona mahali pa kutafuta pesa. Hajui pesa inapatikana wapi, lakini mapepo anajua kutoa. Haiwezekani hivyo. We are living poor, yet we have everything. We have power, we have a God who is righteous. Tuko na Mungu ambaye anakujua kwa jina lako. Kuko na Mungu ulioumbwa kwa mfano wake. Kuko na Mungu mwenye anakupenda. Kuko na Mungu mwenye anatarajia kukuinua. Kuko na Mungu ambaye ako na mapenzi juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipobadilika tutaperish. Mwambie mwenzako tu, tusipobadilika utaziko kama maskini. Hebu jiulize, unajua ni kwa nini huyo Kiptumu serikali yote iko Eldoret? Kwa sababu yako na hizi. Anajulikana dunia mzima. Wewe hata chifu ataenda kubebelezwa alipo ndio akuje mazishi yako. Chifu mwenyewe ataenda kubebelezwa na alipwe ndio akuje kwa mkuta. Sio hata chifu mzee wa nyumba 10. Hata pasta. Saa hizi mapasta wanapigana, mimi ndio nitahubiri. Hata wanahongana wapatiwe nafasi ya kuhubiri. Ndio hapa unasikia pasta na ati gaki najua mtoto yangu alikufa na sasa nataka ukuje uhubiri. Unaenda kanisa wapi? Ninaenda Nairobi. Pasta yako ni nani? Ni mwingine hapo simkumbuki vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi tunasikia tumetukuka kwenye jina la Yesu.
Wakati unasikia utukufu wa Bwana umeniingia kabisa, unasikia unataka kufuata huyo Mungu, inua mkono wako juu. Huyo Mungu mwenye kubariki, huyo Mungu mwenye kuinua na mwenye kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio Mungu tutahubiri. Mwambie mwenzako, that is the God you are going to preach. Mungu mkora hatutamhubiri hapa Kenya. Mungu mwenye hanisaidii. Mungu bado nimebaki kuwa maskini kwa sababu hawakuniambia ukweli. Mungu ambaye niko na yeye mchana usiku mimi ni mchawi. Mungu ambaye niko na yeye mchana usiku mimi ni msherati. Huyo Mungu simtaki. Ninataka Mungu ambaye nitakuwa natembea na yeye mchana na usiku bado tuko na yeye. Niko na yeye nikienda na nikirudi niko na yeye. Deuteronomy 28. The Bible says, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being carefully to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. Umesikia? If you carefully follow and do the commandment of God as he has said today, he will raise you high above every nation. Kina Raila wanafaa kuja kufagia kwako. Wacha kuogopa. Akina Ruto wanafaa kuja kufagia kwako. Akina Uhuru wanafaa kuja kufagia kwako. Maana you have been lifted, umeinuliwa high above any other creature. You are lifted, uko juu, uko na mamlaka ambayo hawana, uko na power ambayo hawana, uko na nguvu ambayo hawana, uko na jinsi. You are not an ordinary person. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni mtu uliye na mamlaka ambayo wengine hawana. Wewe ndio unafaa kuambia kujeni niwapatie chakula ya kukula. Lakini si wakwambie panga laini. Wewe mama, wacha ujinga, panga laini. Na hiyo pesa yote ameenda kwa Freemason, ametoa huko. Ameuza watu, amekufa na anataka mpigane damu imwagike ndio apeleke account huko. Tuambie ulititia nini? Hiyo ndio ile kitu mimi niliwaitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwapatia chakula cha mbinguni. Maana chakula cha mbinguni ni muhimu sana kwako. Hiyo ikipatikana, anatuambia seek ye the kingdom and its righteousness, and the rest will be added unto you. I'm seeking and prophesying to you tonight that God who delivers, God who makes you, God who gave us the promise of this world, he is here with you. Maisha yako inaenda kubadilishwa. Your life will never be the same again. You are going to be lifted up because you are a child and you are a daughter and the son of heaven. May God bless you.